Kilio kutoka gizani, episodi ya 5, siri ya mtoto. Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye chaneli yetu. Jina langu ni Dennis Fraterine na hapa tunasimulia hadithi za kusisimua, mapenzi yenye siri nzito, udanganyifu na usaliti unaoweza kubadilisha maisha ya watu milele. Kama bado hujabonyeza subscribe, tafadhali fanya hivyo sasa. Washa kengele ya notifications na pia like video hii ili uwe wa kwanza kupata simulizi mpya kila tunapopakia. Katika episodi iliyopita, mambo yalizidi kuwa mazito. Tuligundua kwamba Daniel alikuwa na historia ya kumdanganya mshirika wake wa biashara aitwaye Peter, na pia alikuwa na siri kuhusu mwanamke aitwaye Rehema na mtoto wao. Lakini kabla ukweli wote haujafahamika, ndani ya nyumba ya mzee Omari kulisikika kitu kizito kikianguka, na Rehema alikimbia ndani kwa hofu akipiga kelele, "Mtoto wangu!" Na sasa simulizi linaendelea. Rehema alikimbia haraka ndani ya nyumba ya mzee Omari. Neema, Daniel na Peter walitazamana kwa sekunde chache kabla ya kumfuata. Ndani ya nyumba kulikuwa na mwanga hafifu wa taa ya mafuta iliyokuwa juu ya meza ndogo ya mbao. Ukimya mzito ulitanda. Halafu sauti ndogo ya mtoto ilisikika, sauti ya mtoto anayelia polepole. Rehema alisogea haraka kuelekea kona ya chumba ambapo kulikuwa na kitanda kidogo cha mbao. Ndani yake alilala mtoto mdogo aliyekuwa amejifunika blanketi. Lakini karibu na kitanda hicho kulikuwa na sufuria ya maji iliyokuwa imeanguka sakafuni. Labda mtoto alikuwa amejaribu kusogea au kugusa kitu. Rehema alimchukua haraka na kumkumbatia. "Usiogope, mama yuko hapa," alisema kwa sauti ya upole huku akimtingisha kidogo. Mtoto alianza kutulia polepole. Neema alisimama kimya akitazama tukio hilo. Moyo wake ulijaa hisia ambazo hakuweza kuzielezea kwa urahisi, kwa sababu sasa alikuwa anaona ukweli wa jambo ambalo Daniel alimficha. Mtoto huyo alikuwa wa Daniel. Daniel alisimama karibu na mlango. Alimtazama mtoto kwa macho yaliyojaa hisia ngumu kueleweka. Kwa sekunde chache alionekana kama mtu aliyepotea kwenye mawazo yake. Halafu akasogea karibu. Rehema alimwangalia kwa tahadhari. Daniel alipiga magoti karibu na kitanda. Mtoto alimwangalia kwa macho makubwa yasiyo na hatia. "Anaitwa nani?" Daniel aliuliza kwa sauti ya polepole. Rehema alinyamaza kwa sekunde chache. Halafu akasema, "Anaitwa Amani." Daniel alifumba macho kidogo, kana kwamba jina hilo lina uzito fulani moyoni mwake. Neema alihisi machozi yakianza kujikusanya machoni, kwa sababu hakuwahi hata kufikiria kwamba Daniel alikuwa na mtoto. Na zaidi ya yote, Daniel hakuwahi kumwambia ukweli huo. Neema hatimaye alisema kwa sauti ya chini, "Kwa nini ulinificha hili?" Daniel hakujibu mara moja. Alikuwa bado anamtazama mtoto. Halafu akasimama polepole. "Sikutaka kukuumiza." Lakini Neema alitikisa kichwa. "Lakini sasa nimeumia zaidi." Ukimya ulitanda ndani ya chumba. Peter aliyekuwa amesimama pembeni alisema, "Hii ndiyo Daniel niliyemjimwa." Daniel alimwangalia kwa hasira kidogo. "Hujui kila kitu." Peter akajibu, "Basi sema ukweli wote." Mzee Omari aliyekuwa ameketi kwenye kiti cha zamani alikohoa kidogo. Wote walimgeukia. "Daniel alikuja hapa kwa sababu moja." Neema aliuliza, "Sababu gani?" Mzee Omari akamtazama Daniel kwa muda mfupi, halafu akasema polepole, "Anatafuta kitu." Peter akajikunja uso. "Kitu gani?" Daniel alionekana kusita, lakini sasa alijua ukweli unaanza kufunguka. Hatimaye alisema, "Kuna mtu ninamtafuta." Neema alishangaa. "Nani?" Daniel akasema, "Baba yangu." Chumba kilinyamaza kabisa. Neema alikunja uso kwa mshangao. "Baba yako?" Daniel akatikisa kichwa polepole. "Sijawahi kumwona tangu nilipokuwa mtoto." Rehema alimwangalia kwa mshangao pia. "Hujawahi kuniambia hilo." Daniel akasema, "Kwa sababu sikujua kama nitampata." Halafu akatazama chumba hicho kidogo, "Lakini kuna mtu hapa kijijini anayejua alipo." Peter alisema, "Na mtu huyo ni nani?" Daniel hakujibu mara moja. Macho yake yalielekea kwa mtu mmoja ndani ya chumba. "Mzee Omari." Neema alishtuka kidogo. "Mzee Omari?" aliuliza. Mzee Omari alinyamaza, halafu akasema polepole, "Kuna mambo ya zamani ambayo hayakuwa marahisi kusema." Mzee Omari aliweka mikono yake juu ya meza ndogo. "Miaka mingi iliyopita, baba ya Daniel aliwahi kuishi katika kijiji hiki." Neema alisikiliza kwa makini.
Lakini siku moja aliondoka ghafla. Daniel akasema kwa sauti ya chini, na hakuna mtu aliyeniambia kwa nini. Mzee Omari alimtazama kwa macho ya huzuni. Kuna sababu. Sababu gani? Daniel aliuliza haraka, lakini kabla mzee Omari hajajibu, mtoto Amani alianza kulia tena. Rehema alimtingisha pole akijaribu kumtuliza. Ukimya mzito ulirudi ndani ya chumba, kana kwamba hata ukuta wa nyumba ulikuwa unasubiri kusikia ukweli. Hatimaye mzee Omari alisema kwa sauti ya polepole sana, baba yako hakutoweka kwa bahati mbaya. Daniel alisogea karibu. Inamaanisha nini? Mzee Omari akavuta pumzi ndefu, halafu akasema maneno yaliyowafanya wote wabaki kimya. Baba yako alilazimika kukimbia kijiji hiki kwa sababu ya siri ya kutisha iliyotokea miaka 20 iliyopita. Neema alihisi moyo wake kupiga kwa nguvu. Siri gani? Lakini kabla mzee Omari hajamaliza kusema, kulikuwa na mlango kugongwa kwa nguvu nje ya nyumba. Bang! 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 Sauti kali ilijaa ndani ya chumba na sauti ya mtu nje ikasikika. Fungueni mlango. Tunamtafuta Daniel. Ni nani waliokuja kumtafuta Daniel usiku huo? Siri gani iliyomfanya baba yake kukimbia kijiji miaka 20 iliyopita? Na je, maisha ya Neema yataendelea kubadilika vipi baada ya ukweli huu? Usikose episodi ya 6 ya simulizi Kilio kutoka Gizani. Kama umefurahia simulizi hii, bonyeza subscribe, like video na pia andika maoni yako kwenye comment. Mimi ni Dennis na nitakuona tena kwenye simulizi inayofuata.